Kwa hiyo tunapofikia kuwa kwamba sasa tunaweza tukawa sasa tunaingiza hekima kwenye dhambi, mimi sielewi. Kuna mtu mmoja anaitwa Danieli na tunasoma kwenye Biblia ambaye baadaye alikuja akaitwa Belishaza. Yule bwana alikuwa na tuseme na ile grupu lake lile, wale Shadraka, Abednego, Meshaki, Shadraka na Abednego. Wale jamaa walikuwa na msimamo wao wa kimungu, msimamo wa kiungu. Wakisema hatufanyi, hatufanyi, kwa maana Biblia haijaandikwa. Tunaishi kulingana na neno la Mungu linasema nini. Ndugu zangu wapendwa wa leo, watu wenye matumaini ya kwenda mbinguni, watu ambao wameambiwa waseme ukweli, watu ambao wameambiwa wawe majasiri, wanapunguza misalaba. Wanapunguza misalaba, yaani ile misalaba mirefu ile wanaifanya kuwa mifupi, yamkini usiwe mzito. Ninachokisema, ukikuta hii ni nyeupe, sema nyeupe. Ukikuta hii ni nyeusi, sema nyeusi. Utasemaje nyeupe ni nyeusi wakati ni nyeupe? Kusudio lako ni nini? Unatimiza kazi ya nani? Heshima uliopewa umepewa na Mungu kwa sababu unafanya kazi yake. Heshima ulionayo siyo ya upande wa Ibilisi. Heshima ulionayo ni ya Mungu. Usipoyafanya yake Mungu, unatamani kuyafanya ya nani? Kwa hiyo tusimamie ukweli. Ndio maana ukisoma Biblia, kuna mtu anaitwa Yusufu. Kwa ajili ya haki na namna ambayo alikuwa nayo, alifikia baadaye alipoenda kule Misri, alikuja kuaminiwa, baadaye akawa waziri. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ni mwaminifu na mambo aliyokuwa anafanya mambo ya kweli. Ndoto aliyokuwa anazitafsiri ni za kweli. Leo tunachagua kufanya tofauti. Jamani, kuna kitu kinaitwa Gosheni na kuna kitu kinaitwa Misri. Watu wa Gosheni natakuwa wafanye masuala ya Gosheni. Watu waliokuwa wanaishi Gosheni unakwenda kumsaidia Farao, huyu anakuwa mtu gani? Hata Musa tu amelelewa na Farao na binti wa Farao, amelelewa nyumbani mwa Farao, lakini bado alijitambua kwamba yeye ni nani. Tunapofikia kusema ukweli, tunapofikia kutenda haki kulingana na neno la Mungu, tufanye haki na tuseme ukweli. Tusipepese macho tukasema hii ni hekima. Otherwise, wewe sio mwenda mbinguni, uwe mzinguaji, wewe ni mtu wa duniani, tuelewe. Lakini tusisimame tukasema sisi tunakwenda mbinguni, tuko wote tunaenda mbinguni. Tunaenda mbinguni, tunadanganyana. Ninachokizungumzia hapa, Biblia inasema haki ndio huinua nini? Huinua taifa. Dhambi ni aibu kwa watu wote. Dhambi ni aibu kwa watu wote. Yule mfalme wa Ninawi alipoambiwa na Yona kwamba Mungu kaniambia 1, 2, 3, ikabidi yule mfalme akaamuru wanyama, akaamuru watu wote, hakuna hata mtoto, sijui mchanga, sijui nani. Siku hiyo waliamua kufunga, na Biblia inasema ya kwamba wakavaa mavazi ya magunia, wakaanguka kifudifudi, wakasujudu mbele za Mungu
wakajiona hawana maana, hawafai mbele za Mungu, wamemkosea Mungu, wakamlilia Mungu na Mungu akawasamehe. Alikuwa ni mfalme wa Ninawi. Yona amekwenda kuzungumza habari ya dhambi, mfalme akageuka, hadi mifugo ilifunga. Hebu imagine, hadi mifugo ilifunga. Biblia inasema tusiketi barazani pa wenye mizaha. Biblia inasema tusiwahusudu wenye dhambi, tusishiriki kitu ambacho unaona ni dhambi. Yaani kitu ambacho kabisa unaona hapa unashirikishwa dhambi, usishiriki. Ndivyo tunavyofanya. Kweli tunaendana sawasawa na Biblia inavyosema, au tunachokifanya tunafanya tofauti? Ndugu zangu, tujitafakari. Neno la Mungu ndio nguzo inayoongoza dunia. Mimi nataka nikwambie ukweli kama ujui. Yaani ndio nguzo. Usione watu wanakuwa na amani, wanaweza kaishi vizuri na nini. Ni kwa sababu neno la Mungu limetawala duniani. Ni kwa sababu kuna watu walisimama katika kweli. Walisimama katika kweli kama Biblia inavyosema ya kwamba mtu anatafuta mtu mmoja atakayesimama mahali palipobomoka. Sio atakayesimama mahali penye dhambi apatengeneze pawe pazidi kuwa na dhambi, yani apasimamie pawe na dhambi. Hapana, anatafuta mtu atakayesimama, atakayejitambua, mwenye akili, asimame mahali palipobomoka. Yamkini kwa akili na maarifa ambayo amepewa na Mungu apajenge. Lakini sisi ndio mahali ambapo tunasimama. Tunaweza tukasimama leo tukajinasibu, tukajifananisha na kina Danieli na kina Meshak, Abednego. Wale waliishi, sio waliishi kipindi cha Yesu, hapana, waliishi kipindi cha sheria. Ilikuwa tu ukikutwa tu wewe, kama sio kukatwa mkono ni kupigwa mawe na uwawa. Walikuwepo watu kina Stefano, wao hawakukubaliana na ujinga hadi wamepigwa mawe, pigwa mawe hadi anakufa. Walikuwepo watu walikuwa naitwa Bartholomayo, walipigwa, walichakazwa, watu wakachukua pipa la mafuta yaliyochemka wakamtupia mle, wakamkaanga kwa sababu ya imani. Hebu nielekeze. Imani ya leo, kitu kidogo tu kinatushinda. Kitu kidogo, kusema ukweli, kusimamia ukweli, kusimamia haki, kuhubiri ukweli, inatushinda. Ikija kipindi cha kukatana vidole, tutamkiri Yesu? Au tu kwa sababu najidanganya kwamba kipindi kile itakavyokuwa sisi watakatifu tutakuwa tumeondoka. Kwa taarifa yako, nalo lifikiria wewe hilo linaweza likawa ndio linatokea. Unaambiwa mkane Yesu, unafikiri atasema kwamba mkane Yesu? Wanakuletea tu ile takrima. Mnayesema takrima, wanakuletea tu takrima kidogo sema hivi, tayari umeshamkana Yesu hapo. Kwa hivyo ni kipindi cha hatari kuliko unavyofikiri. Ni kipindi ambacho nitakuwa tusimame kwenye nafasi ambayo tumepewa kusimama. Ndugu zangu, kuna Kaisari, kuna ya Mungu. Ya Mungu tusimame kama Mungu anavyotaka. Na kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri, hata Kaisari hawezi kwenda mwenyewe bila kusimamiwa na nguvu za Mungu. Ndio maana mifumo yote ya Kaisari imeigwa kutoka huku kwa Mungu, huku. Kulikuwepo na wale mawaziri wale maliwali, sijui manini. Si leo tunawaita mawaziri, si ndio hivyo ilivyo. Kwa hiyo nia yangu kwamba sisi watumishi wa Mungu ambao tuna nia ya kwenda mbinguni tuwe tunanyoka hivi. Yani sehemu ambayo nitakuwa kusema ukweli, kwa sababu ndugu zangu, mbinguni hatutaenda kwa ndege.
Kuna wenzetu waliendaga kule wapi kule uwanja wa ndege, wakaenda na Biblia zao wakawa wanasoma Biblia. Wanaamini ya kwamba Mungu atafanya mpango ile Biblia iwe nini? Iwe visa ya kusafiria, passport ya kusafiria kwenda Ulaya. Waenda wakahubiri Injili. Na kuna wengine wakahubiriwa kwamba wakae kwenye hicho chumba, wakalipuliwa na moto pale, wakaungua. Wakaona ndio njia ya kwenda wapi? Mbinguni. Tusidanganyike. Asije akakwambia, yani mtu kwa maslahi yake afa akupeleke jehanamu, sio kweli. Amini Mungu na ujue kwamba Mungu ndio kimbilio lako. Na Mungu ndio aliyekuita. Vinginevyo hujaitwa na Mungu. Kama umeitwa na Mungu, fanya yaliyo ya Mungu. Achana na masuala mengine ya Kaisari ya duniani, masuala ambayo hayakuhusu. Tuhubiri. Watu hawawezi kuja kwa Yesu kama tutakuwa sisi ni wachanganyaji. Kwa hivyo tulichokiitiwa ndio tuweze kukifanya. Mungu awabariki sana na watakia kazi njema. Tulikuwa tunakumbushana watumishi, tufanye kitu ambacho tumeletewa. Kuna vitu vingine sisi havituhusu kabisa. Amen.